la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakutukuza, ninakuinua Baba, ninasema ni asante. Inua mikono yako Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza, ninakuinua Baba, ninasema ni asante. Neno lako Baba liwe taa miguuni mwetu. Neno lako Baba lilitetee. Neno lako Baba litupigania katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wa Mungu, ninakaribisha neno lako, ninakaribisha neno lako, ninakaribisha neno lako, ninakaribisha neno lako, na Baba ukitenda tutakushukuru. In Jesus name. Inua tu mikono hivyo. Inua tu mikono. Si mimi ninahubiri. Kuna mtu anakuja kuhubiri. Nilisema saa hii tuko sawa. Kuna vijana pia wanafaa wainuke. So nataka uweke makofi yako pamoja. Microphone. Weke makofi yako pamoja. Tupige shangwe na vigelegele. Na kabla afike hapa tutakuwa tumeshukuru. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Mukaribishe kwa shangwe na vigelegele. Piga makofi mazuri. Karibu sana. Karibu sana. Tukae chini. Mukaribishe na makofi mazuri tena. Yes, 1 2. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo namshukuru Mungu kwa hii fursa nimepata kusimama katika haya madhabahu. Na pia nakushukuru baba yangu kwa kunikubalia kusimama hapa madhabahuni. Kwa wageni majina ni Harani Blessed. Namshukuru Mungu. Na hapa Jesus Winner kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Jesus Winner kuna Mungu. Na nimeona Mungu katika haya madhabahu. Ile time nilikuja mahali hapa katika macho ya wanadamu watu walikuwa wanaona tuko sawa. Lakini sisi ndani yetu tulikuwa na mambo mengi mno ilikuwa inatusumbua. Mambo ilikuwa mingi inatusumbua. Kula kwetu ilikuwa ni shinda. Lakini katika macho ya wanadamu tulikuwa sawa sawa wakituangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hii madhabahu tumeona Mungu. Kwa sasa Mungu ametuweka sawa. Atustiraku katika kukula sababu tulikuwa tumefungwa hiyo wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mtu hata leo siku ya leo atafunguliwa kwa vifungo zake na ataona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu alitufungua, hata wewe atakufungua. Unajua nikiongea hivi kuna mtu tu anajua ndani yake mimi kwa watu niko sawa. Lakini ndani yako kuna mambo yanakusonga ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo utakutana na Yesu na atakufungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo topic yetu siku ya leo ni vifungo vya familia. Kabla tukutane na mtumishi wa Mungu mahali hapa, tulikuwa tumefungwa na mambo mingi na tulikuwa kanisani tu. Ndio maana unasikia mtumishi wa Mungu akikwambia sio kila kanisa utaenda ufunguliwe. Kuna mahali utaenda ufungwe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulipofika mahali hapa, sisi tulifunguliwa. Wacha nikuambie tulifunguliwa. My brother Anthony hapa, tuliishi kutafuta kazi. Ile siku tunapata kazi, eri hata huyo mwenye anatuajiri afutwe kazi. Ili tusipate kazi. Lakini leo hii my brother Anthony pale ako na kazi. Tumejaribu kazi. Tulimaliza shule, tukajaribu kupata kazi. Hatujaitiwa hata ya bahati mbaya. Niwaambie wapendwa, watu wamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule Mungu tulikutana naye katika haya madhabahu leo atakutana na wewe na atakufungua. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifunguliwa, huo unajua huko nje kutakuwa na vita tu. Sababu kuna watu walitaka kukuona ukiwa umefungwa na umefunguliwa. Hauko chini yao tena. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna mtu Mungu atapea ushuhuda. Ambia rafiki yako leo Mungu atakupea ushuhuda. Utatoka Jesus Winner na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza ukajikuta katika familia iko na vifungo. Amruhusiwi kupata kazi. Unaweza pia ukajipata kwa familia amruhusiwi kuvaa vizuri. No wonder unasikianga watu wengine kuna mtu anang'ang'ana hata kununua kiatu hapati. Ile siku anasema tu nataka kusave hata nivae vizuri.
heri hata hiyo kazi iishe, lakini sio asevu avae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Katika maandiko hapa tuingia katika Ezra 2:62. Ezra 2:62. Maandiko inasema, na kuna siku katika wakati wa mtumishi wa Mungu Ezra, waliitwa watu waende wakachaguliwe kuwa watumishi. Walipokuwa wanaenda kuchaguliwa kuwa watumishi, mtu alikuwa anafika, unaangaliwa kama familia yenu kuna jinsi za utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati hao watu waliitwa kuwa watumishi, familia mbalimbali zikakuja. Kuna zile zilichaguliwa na wengine sasa wakakuja. Tusomee Ezra 2:62. Tusikie. Kuna wale walifikiwa ikiwa ni zamu yao kuchaguliwa wawe priest, wakaangaliwa kama jinsi zao zinakubaliwa kuwa watumishi. Bwana Yesu asifiwe. No wonder mtu anastirago hata kujenga. Unaweza kuwa jinsi za kwenu hazikubali kujenga. Kuna vifungo katika hiyo sehemu. Lakini siku ya leo utakutana na Yesu na atakuweka jinsi zile unataka. Bwana Yesu asifiwe. Leo mtawekwa jinsi zile mnataka. Kuna watu leo watawekwa jinsi hata za kujenga vizuri. Tusomewe Ezra 2:62 tafadhali. Hao walitafuta orodha yao miongoni mwa wale waliohesabiwa kwa nasaba, wasionekane, kwa hiyo walihesabiwa kuwa na unajisi. 63. Na huyo Tirisatha akawaambia kwamba wasile katika vitu vitakatifu sana, hata atakaposimama kuhani mwenye Urimu na Thumimu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kuna watu walikuwa wanaitwa watoto wa Obaya. Alikuwa ameoa Mngeleandi. Wakati ilifika ni wakati wa huyo Obaya kuchaguliwa, watoto wake wakaangaliwa kama genealogy zao. Maandiko inasema in English version, waliangaliwa kama genealogy zao zinakubali watumishi. Ndio. Baada ya genealogy zao kuonekana azikubali watumishi, hao wakahesabiwa kuwa ni najisi. Sababu kwa hakujawahi patikana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio unaona kuna watu mnaokoka. Unajaribu kila ukijaribu kuinuka, kuna vita sababu genealogy za kwenu wasikubali utumishi. Sasa wewe unataka utumishi, zinauliza huyu ni nani? Maroza kwenu. Maroza kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta tu maendandi hapa anasemanga watumishi wameanguka kwa usharati. Ni genealogy ziliangalia huyu aliingilia wapi akawa mtumishi. Kwa hivyo lazima wakutumia hiyo kitu uanguke. Sababu genealogy za kwenu wasikubali nani? Mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata waimbaji, ndio maana unasikia tu waimbaji kila saa wako na sarakasi huko. Sababu genealogy unaweza inuka ukiwa mtumishi ama mwimbaji. Jinsi za kwenu wasikubali uimbaji. Sasa wewe unatoa uimbaji wapi? Ni lazima watafute mbinu uanguke utoke kwa uimbaji. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini leo Yesu anakuja kuweka jinsi za uimbaji kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo Yesu anakuja kuweka jinsi za uimbaji na jinsi za kwenda na mbele kwenu. Napokea. Atakutoa katika hizo jinsi za kwao. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo kuna mtu atatolewa kwa jinsi za kwao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema mimi sio wa jinsi za kwetu. Mimi si wa maroya kwetu. Mimi ni wa jinsi za ukoo wa Yuda. Mimi ni wa jinsi ya ukoo wa Yuda. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maandiko inasema baada ya hawa ndugu kuangaliwa kwao kama kuna mtu amewahi kuwa mtumishi, ikaonekana hakuna. Sasa wakahesabiwa kuwa ni najisi, sababu hakuna mtu amewahi kuwa mtumishi. Leo unaweza jikuta kwa familia ambayo hakuna ndoa imewahi simama. Bwana Yesu asifiwe. Unajikuta kwa familia ambayo hakuna ndoa imewahi simama. Sasa unakuta wewe unajaribu kusimamisha ndoa yako, la iko na mambo mingi, sababu unajaribu kusimamisha kama nani?
Hakuna jinsi za ndoa kusimama kwenu. Kwa hivyo lazima hiyo ndoa yako ikusumbue. Na ukiona unasumbuana kwa ndoa, unafaa ujue na hii ni pepo inanitafuta nitoke nje ili niingie kwa mitego yao. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mnasumbuana, unafaa ujue tu ni shetani amejaribu akauliza. Na aka mtu kanataka kuoa na heshima kama nani kwao? Hebu rudia hapo tena. Na aka mtu kanataka kaoe na heshima kama nani kwao? Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaweza jaribu Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi lazima nitafunga pete. Wacha niwaambie kweli. Kama nilikutana na mchungaji amefunguliwa. Yes. Ndio. Unajua hata mahali huko unaweza kukutana na mchungaji tu alienda na bibi usiku. Sasa wewe harusi, ukipanga harusi, yaani eri mambo ifanyike kila mambo. Sinakuuliza pastor wenu alipitia wapi? Wewe unataka kufunga harusi kama nani? Pastor wako mwenyewe akiwa kijana alipitia huko akaoa na usiku akaenda. Sasa wewe unataka harusi ukiwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, ni vyema kuchunguza ile madhabahu uko chini yake. Ndio. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo unajikuta kwa ndoa, hata unashindwa ni nini baya, unaingia kwa nyumba tu, mnaongeleshana vibaya na mzee, anataka tu umsumbue atoke. Hata si wewe, ni roho, ni pepo chafu. Umsumbue tu atoke, ili hiyo familia unataka kusimamisha. Hiyo jinsi haikubali. Ameitwa na jinsi zao. Jinsi zao za kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sema leo tunakata hizo vifungo kwa jina la Yesu. Leo tunakata vifungo kwa jina la Yesu. Zetu zinasimama kwa jina la Yesu. Ndio. Hatutazuiliwa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo baada ya hawa ndugu kuhesabiwa kuwa ni najisi, waliambiwa wasile vitu vitakatifu. Kwa hivyo unaweza njikuta kwa familia hata kukula ni shinda. Unasirako kukula. Yaani kukula kwako labda ukiwa umekopa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu maroho za kwenu zinauliza wewe unataka kununua chakula kivyako kama nani? Kwanza mimi nilikuwa nimefungwa hiyo area. Hiyo area, yaani shetani ni mbaya. Na nilikuwa nimeokoka tu wapendo. Wacha niwaambie. Mambo mingi inapata wale wanasema sisi tuliokoka, tulikubali Yesu na tukakuwa sawa. Usipojichunguza ndani yako, unakuta wale watu wanasema tuko na Mungu ndio tumefungwa kabisa. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukijaribu ni kuvaa vizuri ama kukula vizuri, hata yani hiyo kazi uko nayo iishe, sababu maroho ya kwenu ikubali wewe ununue nyama kivyako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sema mimi sitalimetiwa kukula. Sitalimetiwa kukula. Jinsi zangu sasa ni za Yesu, sitalimetiwa kukula. Ndio. Katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuingie katika kitabu cha Marko. Tusikie huyu mtumishi alikuwa amefungwa. Marko 5, na ni mtumishi alikuwa amefungwa. Marko 5 mstari wa kwanza. Maandiko inasema baada ya Yesu kuvuka katika ng'ambo akaenda katika nchi ya Wageresia. Alienda akakutana na mtu mmoja aliyekuwa amefungwa na pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema leo kila pepo imenifunga lazima itaondoka. Kila inifunga lazima itaondoka. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema baada ya Yesu kuenda katika nchi ya Wageresia akakutana na mtu aliyekuwa na pepo wachafu. Baada ya wale pepo kuona Yesu, wakamuuliza, Yesu una nini na sisi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nikakuja kutambua haya mapepo. Baada ya kutambua Yesu atamfungua huyu mtu, yanataka kuanza vurugu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I'm sorry to say this. Ndo maana unaweza enda kanisa ukikuta pastor ambaye anaweza akakufungua, unasikia tu namchukia. Na ukiuliza ni nini shida, ujui. Si kupenda kwako, ni hiyo roho inajua ukiwa na urafiki na yeye utafunguliwa. Jinsi za kwenu zinakutoa kwa pastor atakufungua. Atakufungua. Zinakupeleka kwa yule hata ajui kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Panda yawa huyu mtu aliyekuwa na pepo wachafu. Maro inaona Yesu inamuuliza, Yesu kwa umbali, unataka tuende wapi? Unatuitisha nini wewe Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana hata ukisikia ile kanisa unaenda ukafunguliwa, Maro inakuambia tu usiende hiyo Sunday.
wewe lala. Wewe lala tu, masaa yako si saa 2. Wewe ni saa 5 huko. Sababu maroho inajua ukifika saa 2, ukiomba ombi la asubuhi tu utafunguliwa. Ndio. Sasa kuna maroho tunafaa tutambue ili tuache wapendo. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini maandiko inasema ndio, baada ya huyo mtu kusujudia Yesu, yes, Yesu akaziamuru zile pepo zimutoke. Ndio. Na baada ya zile pepo kumtoka, ndio, maandiko inasema huyu mtu akaenda akahubiri Injili. Yes. Ni kumaanisha toka ya tangu ya tumbo ya mama yake, ndio, alikuwa ni mhubiri wa Injili. Ndio. Lakini kipawa kilikuwa kimefungwa na maroho. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana wengi unakuja hapa, mtumishi anakuuliza, utumishi ilienda wapi? Utumishi ilienda wapi? Wewe ulikuwa wewe ni mtumishi, lakini sasa unahubiri kimoyo moyo, yaani ndani ndani, kindani ndani. Ambia sema nakataa kuhubiri kindani ndani. Nakataa kuhubiri kindani ndani. Lazima maroho ya kwetu initambue. Katika jina la Yesu. Lazima jinsi za kwetu ziniondokee. Katika jina la Yesu. Lazima jinsi za kwetu ziondoke. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Yesu kukutana na huyu mtu, baada ya kumfungua, ndio inasema alirudi kuhubiri. Ni kumaanisha toka tangu ya akiwa katika tumbo ya mama yake alikuwa awe ni mhubiri. Ndio. Lakini huenda alizaliwa kwa familia haikubali utumishi. Ndio. Zile maroho zikapata nafasi. Ndio. Leo ninakutangazia katika jina la Yesu. Ndio. Kila pepo imefunga utumishi wako, ndio, iondoke ukawe sawa sawa. Kila pepo imefunga familia yako, ndio, iondoke uwe sawa sawa. Haleluya. Amen. Watu mnafahamu uwe mbali. Yes. Lakini kuna maroho imewafunga. Ndio mfunguliwa na Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Kuna watu mnafahamu uwe mbali, lakini mmefungwa. Yes. Ndio hizo vifungo ziondoke. Hizo maroho ziondoke. Familia zenu ziwe sawa. Yes. Watoto wenu wawe sawa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu atafunguliwa leo. Kuna mama atafunguliwa. Yes. Na familia inafunguliwa. Unatoka kwa vifungo. Unatoka kwa vifungo. Wanatoka. Inuka useme. Inatoka kwa vifungo. Yes. Inuka useme. Inatoka kwa vifungo. Shakara maganda. Yes. Kwa vifungo. Kwa vifungo. Haleluya. Amen. Sikia hapa. Yes. Sikia hapa. Sikia. Jinsi za kwenu. Yes. Wakati wote unataka kubarikiwa. Yeah. Sinauliza unabarikiwa ukiwa nani? Ukiwa nani? Wakati unataka kuweka biashara. Yeah. Jinsi za kwenu. Sinauliza unaweka biashara ukiwa nani? Lakini kutoka leo hiyo jinsi ya kwenu, naondoa hiyo damu ya kwenu, naondolewa. Inasemanga utabarikiwa. Ninakutabiria leo jinsi ya kwenu ikuachilie. Jinsi ya kwenu ikuachilie. Jinsi ya kwenu ikuachilie. Jinsi ya kwenu ikuachilie. Ninatangaza leo hiyo jinsi ya kwenu kutoka siku ya leo. Nikikuona kutoka leo itakuwa inaondoka. Itakuwa inaondoka. Kuondoka. Jina la Yesu. Yes. Amen. Kuna watu leo Yesu anaweka jinsi za magari kwako. Ndio. Yes. Wewe sikia hapa. Kuna watu leo Yesu anaweka, mnawekwa jinsi za magari. Yes. Jina la Yesu. Yes. Yes. Hatutaishi kutembea hivi wakisema ni Mungu anataka walking style. Hapana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sema ninakataa hii walking style ya watu wanatembea na miguu kwa jina la Yesu. Nakataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anatembea na miguu tu, hata amefikisha miaka huko anasema ni Mungu anafurahianga walking style yangu. Hakuna, ni maroho imekufunga. Ni maroho. Funguka, funguka, funguka. Funguka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo kuna watu Mungu anaweka jinsi za masomo kwa watoto wenu. Napokea katika jina la Yesu. Yes. No wonder unaenda shule, mwalimu akisema au hayuwa unasema eti sio eti. Wewe shule kazi yako ni kusema tu, wengine wakiongea English unasema tu awesome. Hiyo jinsi inatolewa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Leo nyinyi wazazi, kuna mtu anawekwa jinsi hata ya kuzaa wafalme kwa tumbo yake katika jina la Yesu. Kuna mtu leo anawekwa jinsi ya kujenga vizuri. Amen. Hawezi kuwa unalala nyumba mtu anapitia hapo anakuambia na atangania. Hakuna hiyo. Kuna. Tumekataa hiyo.
Bwana Yesu asifiwe. Leo tunatoka kwa hizo vifungo katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shika tumbo yangu useme, na hii itazaa wafalme kwa jina la Yesu. Itazaa wafalme. Itazaa wafalme. Itazaa watumishi. Jinsi za kuzaa watumishi zitakupandi. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sikia hapa. Yes. Tumbo za kina Penina za kuzaa wengi tunakataa. Tunakataa hiyo. Tunapokea ya Hana. Ikijifungua Samueli. Yes. Samueli anajulikana. Kwa jina la Yesu. Pokeeni malaika. Amen. Sema tumeenda. Tumeenda. Wewe umepenya. Waamuzi 15. Tusikie vifungo za familia wapendwa. Judges 15 mstari wa 12. Maandiko inasema, na kuna mtu aliyekuwa anaitwa Samsoni. Baada ya Samsoni kupiga Wafilisti wakaapa lazima waje walipize kisasi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema, na wakati watu wa Samsoni waliona wamelemewa na Wafilisti, wakashuka ili wamfunge Samsoni, wampelekee Wafilisti ili Wafilisti waache na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Wakaamua wamfunge Samsoni, ndio iwe ni yeye analipa gharama, wao hataulizwa na Wafilisti. Yes. Ni kumaanisha kuna watu wameamua tu sisi watutoe kama sadaka. Yaani unatolewa kama sadaka, wewe ndiwe tu unakuwa unawawakilisha huko, sadaka yetu tumewatolea ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. No wonder unasikianga mtumishi wa Mungu hapa anasema kuna watu tu ni wao wametolewa, wao wanatumikia vifungo za kwao. Ukipata pesa lazima uwarudishie huko waende hospitali. Shindo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kutumikia vifungo, lakini leo tunatoka. Leo tunatoka. Wapende wasipende. Yes. Leo tunatoka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema, na waliposhuka wakamkamata Samsoni. Tusomewe hapo tu. Yes. Wakamwambia, tumeshuka ili kukufunga, tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Samsoni akawaambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniua. Tuendelee. Wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana. Tusimamie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu wa kwake. Baada ya kushuka ili wamfunge Samsoni, wakamwambia, tumekuja ili kukufunga, tukutie katika mikono ya Wafilisti. Samsoni na yeye akawaambia, niapieni ya kwamba hamtaniua na hamtaniangukia. Wakamwambia, hatutakuua lakini tutakufunga sana. Kuna urafiki hapo? Hautakufa lakini tutakufunga. Wewe kazi hatuna shinda na wewe. Fanya, lakini mambo ya kusevu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wao wamesimama tu, wewe hatutakuua lakini kukufunga ni must. Lakini sema nimekataa. Inuka useme nimekataa. Nitafanya kazi na nitasevu. Nitafanya kazi na nitasevu. Nitafanya kazi na nitajenga. Nitafanya kazi na nitajenga. Nitafanya kazi na nitaendesha gari. Nitafanya kazi na nitaendesha gari. Tutakuwa na huduma na itapanuka. Tutakuwa na huduma na itapanuka. Hatutalemetiwa washirika. Hatutalimetiwa washirika. Hatutalimetiwa. Tunatoka kwa hiyo limeti katika jina la Yesu. Tunatoka katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hao watu wakamwambia, vema, umesema ndio, hatutakuua lakini kukufunga. Ndio. Tutakufunga sana. Endelea msomaji tusikie. Na kukutia katika mikono yao. Lakini hakika hatutakuua. Basi wakamfunga kwa kamba mbili mpya. Wakamchukua. Hawa watu mtumishi wanamwambia hatutakuua, lakini wananunua kamba mpya. Si hata mzee,
Hapana. Tuseme atakata. Yesu asifiwe. Unajua wangekuwa na urafiki, wangemwambia wewe tuchore ndili tukae kama tumekufunga. Tukifika tukuachili. Lakini wananunua zile, wana make sure akata. Sema leo nitakata. Sema nitakata. Yes. Nitakata. Kama zile za Samsoni zilikatika, hata zako zikitakatika kwa jina la Yesu. Amen. Tuendelea. Basi wakamfunga kwa kamba 2 mpya, wakamchukua kutoka huko jabalini. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto. Amen. Na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema ndio, na wakati walimfunga Samsoni, ndio, wakati walikuwa wanampeleka kwa Wafilisti, ndio, Wafilisti walipomuona, yes, walisema amekuja, ndio, walizoea watampiga, ndio, kama walivyokuwa wanapiga wengine, ndio, lakini hiyo siku, yes, hawakujua roho ya Bwana, yes, aingia kwa nguvu. ndio, kuna mtu leo ninatangazia, yes, roho ya Bwana aingia kwa nguvu. Kwa familia yako aingie, hata hizo vifungo akate. Hizo vifungo zikatike, ndio, siwaache, ndio, katika jina la Yesu. Yes. Roho wa Mungu alishuka, ndio, kwa Samsoni, ndio, ashuke kwako, uolewe vizuri, ashuke kwako, yes, utenge, ndio, ashuke kwako, utanuke, yes, kwa jina la Yesu, ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama sasa, tunakamilisha, tutangaze. Ndio. Rapa shika la handa. Ndio. Jitangazie. Leo anapenda. Jitangazie kwa anga yako. Ndio. Wewe sio wa kushindwa. Yes. Hizo kamba waliweka. Sema leo nakata. Ndio. Nakata. Hizo kamba zikutoke kwa jina la Yesu. Ndio. Zikutoke. Ndio. Familia yako, yes, ifanikiwe. Ndio. Roho Mtakatifu ashuke. Hizo kamba zikatike. Sema zikatike. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, nilipofika katika hii madhabahu ndio nimekuja kuelewa ufunuo mingi. Hey. Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa ni ile muokovu wa Yesu aliingia, tumekombolewa. Yesu asifiwe. Amen. Tukiwa na huyu hapa tulikuwa tumefungwa karibu turogo tukufe. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako tu. Leo tunataka hizo vifungo ziondoke. Tuombe tu dakika 5. Nani sopo? Hizo vifungo ziondoke. Baba, katika jina la Yesu Mungu, tunakutukuza na kukushukuru tukisema unaweza. Asante ni kwa neno lako Mungu. Ninaombea watu hawa mwenye neema. Asante kwa kibali hata za kusimama katika haya madhabahu. Ninakuomba Mungu, jinsi ulitoa vifungo, ninaomba ukashuke leo hii Baba, ukatoe watu hapa vifungo. Hizo vifungo zimewakafunga. Mungu mwenye neema, leo ukaingie, ukaziondoe katika jina la Yesu. Ukawaacha wakiwa huru, ndoa zao zikombolewe. Hizo vifungo zikatike katika jina la Yesu Kristo. Hizo vifungo zikatike. Ninaweka jinsi za baraka kwenu, jinsi za kutembea na magari, jinsi za kujenga, jinsi za kuinuliwa katika jina la Yesu. Amen. Shalom, barikiwa sana. Pigia kijana makofi mazuri. Pigia makofi.